Hikma TV, nuru ya elimu na hekima. Kama Sheikh Ismail anajitolea muda wake au Sheikh yoyote wanazuoni mashekhe zetu walimu zetu akijitolea dakika zake 15, kuna kitu tunatafuta, kitu ambacho alitaka Allah ndani ya siku 30 tujaddid imani, tujaddid nafsi zetu, tupate ule uchamungu ambao utakuwa ni nusra katika maisha yetu ya duniani na maisha yetu ya akhera. Ndugu zangu, alipita Sheikh hapa jana akazungumza namna watu 7 watajilaumu. Watu 7 watajilaumu. Sheikh wangu ameuliza swali la kuhusu muziki, na ni kweli muziki unatupoteza. Ndugu yangu, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad la mudghatan idha salahat salaha al-jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu. Anaikana maswahaba Mtume Muhammad anawaambia, enyi maswahaba wangu, hakika ndani ya kiwiliwili kuna kinyamanyama. Idha salahat, kinyamanyama hicho iwapo kitaongoka kikachukua dira nzuri kikamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, salaha al-jasad kulluhu, mwili mzima utakuwa umeongoka. Maswahaba wamtazama Mtume Muhammad, ya Rasulullah, hicho kinyamanyama ambacho kikiongoka kuanzia kichwa hadi kwenye ukucha, mwanadamu atakuwa ameongoka. Mtume naye anawauliza maswahaba, mnakielewa kinyamanyama hicho? Maswahaba wanamwambia, Allahu wa rasuluhu a'lam, ni Allah peke yake na wewe Mtume Muhammad ndiyo mnajua mpaka sasa. Mtume akamwambia maswahaba wangu, ala wa hiya alqalb, kinyamanyama hicho ni roho, ni moyo. Iwapo moyo huyo utajaliwa neema, ukapata kheri, ukazawadiwa na Allah taqwa Allah, itakuwa imeongoka nyoyo hiyo, itaheshimu sheria za Allah, itaheshimu mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiwiliwili kizima kitakuwa kimeongoka. Hautokwenda kwenye haramu maadamu unataka Allah, yani malengo ya Ramadhani. Hautozini, Mungu hautokukubalia kwenda kwenye zina maadamu umepata bahasha ya Ramadhani, taqwa Allah. Hautosegenya, na ukisegenya ukateleza, moyo wako bado utakushauri tubu ila Allah. Limadha? Kwa sababu tayari una taqwa Allah, yani malengo ya Ramadhani. Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema, inqasama qulub ala 3 aqsam. Anasema kinyamanyama hicho au moyo imegawanyika katika sehemu 3. Ulaa ya kwanza akasema qalbun sahihun, ya pili wa qalbun saqimun, ya tatu wa qalbun mayyitun. Anasema Ibn al-Qayyim al-Jawzi, kinyamanyama hicho au roho imegawanyika sehemu 3. Qalbun sahihun, moyo msafi, huwa al-qalbun salim, ni moyo mzuri, alladhi la yanju yawm al-qiyamah illa man ata bihi, nyoyo ambayo, roho ambayo mwenye nayo mwanadamu hawezi akasalimika siku ya kiyama yoyote mpaka aje na nyoyo iliyokuwa safi. Yawmun la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali, watoto hawatomfaa mwenye navyo chochote isipokuwa atayekuja na moyo msafi. Sifatu, elewa sifa, ishara gani zikiwa kwako
utaelewa mimi moyo wangu ni moyo msafi, ni moyo ambao umebeba malengo ya Ramadhan, taqwa Allah. Akasema shekhi, la kwanza, dalili ya kwanza, moyo huyo alladhina idha dhukira Allah wajalat qulubuhum, akisomewa aya za Allah moyo wake una hofu. Zina haram anaacha, moyo unanyima amani. Riba haram anaacha, anasa za dunia haram anaacha. Mungu amesema, mtume akasema anaacha. Idha dhukira Allah wajalat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman, na anaposikia aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, akahadithiwa akapewa mawaidha kutokana na maneno ya Allah, kile kinyamanyama imani inazidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wake ndiyo matarajio na mategemeo. Hana stress. Maisha yakikubali alhamdulillah, maisha yakikataa alhamdulillah. Ndugu zangu, siku zinakwenda za Ramadhani, zidi kutafuta nafasi ndani ya moyo wako. Je, ule uchamungu upo? Kinyamanyama chako kimeongoka? Kikiongoka hichi mwili mzima, anasema mtume, utakuwa umeongoka. Katika kitabu cha sahihi Muslim, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema, sawa na muda tusileti maelezo marefu, anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja ametembea mtume baada ya swala ya dhuhuri. Mtume ghafla anafika fasi, anaona pembezoni mwa jiwe yuko sahaba wake amejikunja. Huyu sahaba amejikunja, mtume anamwona mnyonge. Mtume anamwambia, Julaibib, mbona unateseka? Mbona una huzuni? Nini tatizo? Hivi hujapenda na wewe uwe na mke uweze kutulia majumbani kama masahaba wenzako? Julaibibi ni sahaba aliyokuwa maskini, dhalili. Zakatul mali zikitoka, mtume hamsahau Julaibibi. Julaibibi akamwambia, ya Rasulullah, nimezoeleka mimi manyumba ya masahaba wenzangu, nikienda mida ya kula wanachua natafuta chakula, nani ataniposa mie? Mtume alimwambia Julaibibi, njoo sahaba wangu, nenda kwenye nyumba ya mtu kadha na kadha, kamwambia amenituma mtume Muhammad uweze kuniposa binti yenu. Julaibibi ana huzuni, kila mtu anajua hali ya Julaibibi. Julaibibi alikwenda baada ya dhuhuri, alipisha hodi, wanamkaribisha Julaibibi, karibu, lakini kuwa na subra kidogo, mama watoto wanatengeneza chakula, baadaye wataleta chakula tule. Julaibibi analia, hakuja kwa malengo ya chakula, lakini ametumwa na mbora wa umma mtume Muhammad aweze kuposwa binti ndani ya nyumba ile. Waislamu, tukumbuke bado tuko pale pale, taqwa Allah, ucha Mungu. Twende na kisa, lakini turudi pale pale, malengo, taqwa Allah. Julaibibi alimwambia mzee, nimetumwa na mtume Muhammad kwamba mtume anataka mnipe binti yenu. Ule mzee akasema, masha Allah, mtume anataka binti yetu, mama watoto njoo, kuna habari njema, Rasulullah anamtaka binti yetu, haraka mtayarishe binti, anakuja kumuoa mtume Muhammad. Julaibibi kanzu imeharibika, kilio, anaelewa ya kwamba wazee hawa wanajua hali yake. Labda Julaibibi, mimi sikusikia ujumbe wa mtume Muhammad. Julaibibi anasema, hapana mzee, kanituma mtume nilipose binti yenu. Mzee amekasirika. Julaibibi, hauna kitu baba, hata kula shida, ni sisi ndugu zako. Ukitembelea kwa huyu chakula tunachangia, ukienda kwa yule anakusaidia hii. Huwezi ukamuoa binti yetu. Julaibibi, uko duni wa maisha, hauna chochote, si lolote si chochote, maisha yamekataa. Mzee ishara ya kwamba anamnyima Julaibibi binti yake. Mama watoto Julaibibi ametumwa. Mama watoto Julaibibi hawezi kuishi na mwanamke. Subhanallah, Julaibibi hali ya maisha anadhoofika, anaona labda mtume amesahau hali yangu, nani atanipa binti yake? Binti yuko anaswali swala ya dhuhuri, anayasikia maneno kati ya Julaibibi, baba yake, mama yake.
binti anaswali, aliitoa salamu haraka, binti aliituma sauti, baba, mama, nimechaguliwa mchumba na mbora wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuliendelea nini? Allah atupe uhai siku ya kesho, tusalimu inshallah. Al-Hikma TV, nuru ya elimu na hekima.